Haya. Sasa nitafafanua, wewe utachambua uko kwenye kundi gani. Kijihusiano kwamba umempenda lakini haeleweki. Ni mdada bado anazingua, hasomeki. Ni mkaka, umeshaonyesha expression zote, umemsalimia, umechonga nywele, umeangushia jicho moja limefunikwa, haelewi. Umenunua miwani mipya, umebadilisha mingine na rangi, na umejiweka, umemwegemea, umemsaidia hata assignment, hasomeki. Na moyoni bado moto unawaka. Kumwambia mila na desturi haziruhusu za Kiafrika, utakufa, funguka. Haya, hako ni kijihusiano, sawa havisomeki. Kuna wakaka wengine na kijihusiano, ameshajionyesha ametoa auti kwenda kulisha chakula, kibinti ndio kwanza hata kielewi. Vivocha ametuma vya kutosha, ameshajipelekesha twende kanisani, kajilipisha na vinauli vya daladala, bado kabinti akasomeki. Hicho ni kijihusiano. Tunaenda lijihusiano. Lijihusiano ni pale ambapo mdada ameamua kumwaga moyo wake kwa mtu mwenye pesa zake, huku akijua hawaendi kokote. Hilo ni lijihusiano. Aidha ni mume wa mtu ni mkaka tu, unamuona kabisa yani hata mwelekeo hana, lakini wewe ndio umeng'ang'ania, anakunyanyasa, anakutesa, anakulaumu, anakufokea, usinipigie simu na nisumbua, niko bize, wewe upo tu. Yani umetokwa na jicho huko tu pale, umeng'ang'ania tu. Hilo ni lijihusiano. Unalia hata ajali machozi yako, unapiga simu hapokei, unaandika message, yani ndio kwanza inajibiwa kesho yake asubuhi. Na wewe umekomaa tu, unadhani una mahusiano, wewe unalijihusiano. Umesikia wewe dada na kaka unanitazama Wapo wenye lijihusiano hapa wananitazama. Yani amekomaa, anaumia, ameteseka, ana sweti, kila siku ni ushauri. Kabla ya ndoa unahitaji maushauri mengi ya nini? Yani wewe leo uhusiano wako fulani amekuja amewasuluhisha, kesho umeenda kwa mchungaji amewasuluhisha. Mimi madam hata sielewi tu. Wengine wananipigiaga simu, madam yani mimi si unisaidie kujua hivi ananipenda kweli. Na mimi naambia sijui. Sijui. Hilo ni lijihusiano. Alafu kuna mahusiano, si ndio Haya mahusiano ni wale ambao wamekubali kuongozwa na Mungu. Wanaendesha mahusiano yao kiroho, wamejipa muda, wanajua limits zao, wanajua wanaenda wapi, wanajua kabla sijaenda pale ninapaswa kufanya nini hapa njiani. Ni wanafunzi, wanajua muda wao wa kusoma ni sasa, watengeneze kesho yao iliyo na mwelekeo mzuri. Wameamua kumfanya Mungu wa kwanza, hawawakiani tamaa. Anasema kama ndege ni wa kwangu, manati ya nini? Hao wana mahusiano. Kuna watu wanatembea na manati kwa pani. Wewe mkaka wenye manati, wewe shinda kwa jina la Yesu. Kama ndege ni wa kwako, manati ya nini? Hivi yale manati yanaitwa topito au yanaitwa nini? Lakini wakaka ni watetee. Kuna wadada nao wana manati. Nitaongea nao tunapoendelea hapa. Ana manati ambayo anahakikisha amevaa kimkakati. Hayo ni manati. Nyie wenye wavaa manati nyie. Wenye manati. Mtoto wa mwenzako alishaachishwa ziwa miaka 22 iliyopita. Leo unataka kumnyonyesha. Hayo ni manati. Mwambie rafiki yako hayo ni manati. Mtoto wa mama yake alishaachishwa ziwa zamani. Viungo vya mwili anavisoma kwenye biology. Wewe unamuonyesha kanisani. Sumwacha aende darasani akasome biology. Hayo ni manati. Umesikia Haya, tuache huo ni utangulizi, tutaongea baadaye. Kwa nini tunasisitiza kujua haya mambo kabla au kuchukua tahadhari kabla? Sababu ni kadha wa kadha. Sababu ya kwanza, bila